hapa kuna mlango. Sasa badala ya atokezee Paulo hapa kwa UP, alikuwa anataka kumfungua amwachilie na mlango wa nyuma asionekane. Paulo akakataa. Akasema lazima uniachilie hapa kwa watu wakinionaga. Unajua kuachiliwa kisiri unaweza si kwa mara nyingine. Sababu inaweza semekana alitoro. Kwa hivyo this is how Satan works. Ni kweli Stabera umengangana sana ni kuachilie, enda na usiende bali. Ni kweli enda na usiende bali. Otherwise, most of cases unapataga pastor kanisa haiendi zaidi ya watu 20. That is a spirit of a limitation. Hallelujah. Na hizi maroho zinafanyaga kazi zikiwa mbili. Limitation and stagnation. Stagnation unapata umekaa kwa area moja mwaka mzima. Hiyo ndio njia ya kuelewa a stagnation spirit. Ni kweli vile Magdalene atukatai. Wewe ulienda ukaingia nyumba ya one bedroom. Salary yako ni ya 30, lakini uko pale tu kwa miaka 3. That is stagnation spirit. Hatufai kukua hii kanisa hapa mwaka moja tukiwa hii. Hiyo haiwezekani. Ukitaka kujua uko surrounded na stagnation spirit, ni kukaa kwa kiwango moja. My sister Siwawa, wewe na pole nilisahau jina. Susa, ulipata kazi? Makofi mazuri. Si nikwambia kwa tuna. Unajua wacha nikwambie. Usimjui. Na let me tell you, wewe ni mtu mzuri na utaenda bahali sababu mimi hata sikuwa na kuinspect leo. Dada huyu alikuja na unaona, hebu simama Sabera. Mimi napenda watu wanasikiaga. Huyo dada alikuwa hivyo sadi. Lakini kuna mtu tu alisimama hapa akasoma maandishi. Kumaanisha alisikia. Mungu akubariki kwa sababu kukubali kusikia. Hallelujah. Kaa chini. Unaona hiyo madi, si unaona umevumilia last week yote. Na kwa sababu wa imani bado leo umekuja kanisa. Kuna mtu angesema, ndio kini hata kuendea nini. Lakini imani, unajua God, kuna Mungu huwaga asazikide anatujaribu. Sasa zingine Mungu anatujaribigi. Magdalene anakupima, anaona Magdalene tumeomba leo, wacha tuone kama atavumilia, kama atangojea. Huwezi pata leo uvune kesho. Maana ni agoshwa. Na pia kuna wakati wa kupalilia. Ukipanda usahau kupalilia haitamea. Si kuna kitu inaitwa kwekwe. Kazi ya kwekwe ni gani Sabera? Simama uniambie. Simama. Kazi ya kwekwe ni gani kwa saba? Ni kuharibu chakula. Saba ikiwa na kwekwe, kwekwe inafinyaga chakula. So chakula haitanawili. Kwa hivyo ni kweli ulipanda. Tulikuja tukaomba tukapanda mbegu. Lakini si upalilie ili uvune kitu kilio na afya. Bwana asifiwe. Lakini kama utapanda waboi na ukosa kupalilia, usitarajie kuvuna. Bwana asifiwe. So most of us, that is a problem we have. Unataka kukuja kanisa leo, unataka instant miracle. Instant miracle zinaonekanaga kwa Saitani. Sababu Saitani unaendaga naye saa hii, unakula agano. Leta hii kesho unakuwa na hiyo unataka. Lakini si kusema hata kwa Mungu instant miracle zifanyikaga, zinafanyikaga but with the protocol. Ukiona mtu mnaomba leo inafanyika, haizaanza kufanyika leo. Ilianza kufanyika kitambo. Siku yake ilikuwa sasa ni leo. Labda wewe umekuwa ukiomba pahali pengine. Hata si pastor anasaidiaga mtu. Let me tell you. Inakuwa ni siku yako sababu Mungu anasema namna gani? I will make all things beautiful at the right time. Nitafanya mambo yote ikamilike katika wakati wa Magdalene. Inaweza kuwa Mungu wakati wako ni huu. Ikuje ifanyikia hapa. Si ni pasta, ni wakati wako ulikuwa umetimia na tena ni Mungu amefanya. Bwana asifiwe. That is why you have to keep. Ndiposa unastahili kuendelea na kufuata hiyo. Usichoke. Zilikuwa ni Sabera. Na nimekuambia Sabera leo hii. Mtoto hazaliagu leo na anaongea leo. Anazaliagu leo akiwa hajui kuongea, anasema nge. Anatoka kusema nge, anaanza kusema papa, anatoka papa, anasema papa, anakuja anakuwa mtu mzima. Hata wewe nimekwambia continue practice. Endelea kufanya practice. Leo hii unasoma hiyo. Baada after 6 months sasa haitakuwa hiyo. Labda hata tutasikia huko nje Pastor Isabella. Hallelujah. Kila kitu yote as long as you are determined. Chochote kile ambacho unataka, as you are determined, it will appear automatically. It starts with confidence and determination. Kitu kwanza ukuwe na uhakika ili nitaweza. Alafu upende.
automatically inafanyika. Bwana asifiwe. So ladies and gentlemen, that was a great revelation I got from that scripture. Na unaweza sema ni mtoto, lakini mimi nikiwa pastor amesoma neno ambalo limenikumbusha mbali na ikakuwa ni sermon. It is a full sermon. I have released you, but don't go far from me. Usiende mbali na mimi. And that is why Sabera, ukiwa wewe umeachiliwa kiwango hiyo, ende na usiende mbali. Unajua uko karibu na Farao, utakuwa unaaguka sana. Sababu kazi ya Farao ni kurejesha watu Misri. Misri ni mji wa utumwa. So kama wewe utakuwa umefanywa umeachiliwa na Farao lakini hujaenda mbali, those people ndio unaonaga wanaisigi wako kwa kanisa, waliachiliwa wameokoka, lakini most of time wanakaaga wakirudi nyuma, sababu hawako mbali na Misri na hawako mbali na Farao. Sababu Farao alipowaachilia hakuwakubalisha waende mbali, ako tu karibu. That is why unasikia tu harufu ya Misri, sababu ni hapa tu, mawazo yako iko tu hapa. Bwana asifiwe. Unajua hata ukioa bibi, wacha nikushauri, ukiwa wewe kwenyu ni bypass, hii bypass, uoe bibi kwao ni Kamakis, huyo bibi atakuzubua sana. Mkikosana ukimpiga anakimbia kwa mama yake. Bwana asifiwe. So ukiwezekana kama wewe uko bypass, endea bibi Kitale. Akitaka kupotea hana fare. Wamboi, wengi wenye tumeoa karibu tuna shida, tunalalaga tumesikilia mahindi. Ukimpiga ndani ya wito, agetia duthi. Hata zingine anapigia mama yao, "Aoka, ohaha." So iko hivyo. So kama wewe uko karibu na Misri, utasikia tu harufu ya Misri, na ile Misri itakuwa inakuvuta vu. Hata sasa situongee ukweli. Wewe my sister, wewe bado hujaoleka, si ni kweli? Ukiomba Mungu, omba Mungu sana. Kama mko hapa bypass, usiolewe na mtu kwao ni ile building. Kitabu aikia kwako jioni, anapitia kwa mama yake. Akipitia kwa mama yake, anaulizwa hapa labda anaongea